Kivuli cha mzee. Kulikuwa na kijiji kidogo pembezoni mwa msitu mkubwa huko Afrika Mashariki. Kijiji hicho kilijulikana kwa watu wake wenye bidii, lakini pia kwa tabia yao ya kusahau mambo ya Mungu kila walipopata mafanikio. Katika kijiji hicho aliishi mzee mmoja aliyeitwa Mzee Baraka. Hakuwa tajiri wala maarufu, lakini kila mtu alimjua kwa maneno yake ya hekima. Alikuwa akikaa chini ya mti mkubwa wa mvule karibu na kijito, akiwashauri vijana na kuwaombea wagonjwa. Lakini vijana wengi walimpuuza. Yule ni mzee wa hadithi za zamani, walicheka. Miongoni mwa vijana hao alikuwa kijana aitwaye Juma. Alikuwa mwenye nguvu, mwenye akili na mwenye kiburi. Alipenda kusema, mtu akifanya kazi kwa nguvu zake hahitaji msaada wa Mungu. Maneno hayo yaliwaudhi wazee wa kijiji, lakini hakuna aliyethubutu kumbishia. Siku moja, mvua kubwa ilinyesha kwa siku 3 mfululizo. Mto ulifurika, mashamba yakaharibika na njaa ikaanza kuingia kijijini. Watu walihangaika kutafuta chakula. Lakini jambo la ajabu lilitokea. Shamba dogo la Mzee Baraka pekee ndilo lililobaki salama. Mahindi yake yalikuwa yamesimama vizuri, kana kwamba mvua haikuyagusa. Watu wakaanza kushangaa. Mzee huyu ana siri gani? Wakaulizana. Juma kwa kiburi chake akaenda usiku kuiba mahindi katika shamba la mzee. Alitembea gizani akiwa na gunia begani. Upepo ulivuma taratibu na sauti za bundi zilijaa msituni. Alipofika shambani, akaanza kung'oa mahindi kwa haraka. Ghafla, akasikia sauti nzito nyuma yake. Juma, mwanangu, kwa nini unaiba? Mwili wake wote ukatetemeka. Aligeuka haraka, lakini hakuona mtu. Ni kivuli tu cha mti mkubwa kilichotikiswa na mwanga wa mwezi. Akaanza kukimbia, lakini kila alipokimbia, sauti ile ilizidi kusikika. Ulimsahau Mungu. Sasa unaikimbia dhamiri yako. Juma akaanguka chini karibu na kijito. Gunia lake likaangukia matopeni. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, alianza kulia. Ee Mungu, kama kweli upo, nisamehe. Usiku ule alikesha pale pale mpaka alfajiri. Asubuhi yake, watu wa kijiji walimkuta akiwa amekaa chini, macho yake mekundu kwa machozi. Mzee Baraka alifika taratibu akiwa na fimbo yake mkononi. Badala ya kumfokea, alimuinua na kumkumbatia. Juma akashangaa. Mbona hunichukii? Akauliza kwa sauti ya chini. Mzee akatabasamu. Mungu hakufundishi kwa chuki, anakufundisha kwa rehema. Kimya kikatawala. Kisha mzee akaendelea kusema, nilikuwa kama wiwi zamani. Nilidhani nguvu ni zangu, mpaka siku nilipopoteza familia yangu yote kwa ugonjwa. Nilipobaki peke yangu, ndipo nilimjua Mungu wa kweli. Machweo ya jua yalikuwa yanapiga juu ya kijiji na upepo laini ulivuma kwenye miti. Kwa mara ya kwanza, Juma alihisi amani moyoni. Kuanzia siku hiyo, tabia yake ilibadilika kabisa. Akaanza kuwasaidia wazee, kuwafariji watoto yatima, na kila jioni alikaa chini ya ule mti wa mvule pamoja na Mzee Baraka, kusikiliza hekima za Mungu. Miaka ilipita. Na siku moja, Mzee Baraka alipofariki, watu wote wa kijiji walikusanyika chini ya ule mti mkubwa. Hakukuwa na kilio kikubwa sana. Kulikuwa na ukimya wa heshima. Juma akasimama mbele ya watu, machozi yakimtoka. Kisha akasema, mzee huyu hakuniachia utajiri. Alinifundisha kitu kikubwa kuliko fedha. Akatazama mbinguni. Kumheshimu Mungu ni mwanzo wa maisha ya kweli.
Na tangu siku hiyo, kila mtoto aliyekulia katika kile kijiji aliambiwa simulizi ya kivuli cha mzee. Simulizi iliyowafanya watu wamkumbuke Mungu kabla ya kujivunia nguvu zao wenyewe. JC Media, maarifa yabadilishayo dunia.